Wale watu ni wapuzi, si wapuzi, ni mafala, si mafala. Tunaelewana my friends? Si wale watu waende kwa gym kidogo, wapunguze hiyo ratili mingi. Kichwa karibu inapasuka, tumbo karibu inapasuka kwa sababu ya kukula bila ya kupima. Na rais wetu mimi ninamheshimu na ninaheshimu ofisi yake. Ndipo mimi sijaongea mambo yake mbeleni. Lakini leo ameanza sasa kututusi sisi wote watu wa opposition. Anatutusi, yaani nchi yetu hii 6 decades after independence, at the presidential campaign level tuanze kuongea maneno ya kukula. Eti nani anakula zaidi, nani anakula wapi? I am doing this with a lot of pain. First of all, mimi sijui kwa nini unasumbuka vile nakula, kwa sababu mimi sikuli kwa bibi yako. Mimi hujaniona. Hujaniona nikija. Hujaniona nikienda kutafuta chakula kwa bibi yako ama kwa watu wako. Mimi nakula ndizi kule Kisii kwetu na ugali na huko. Sasa kama hiyo ndio inakusumbua, mbona mimi sichakuja kukuuliza wewe mbona umekonda? Kwa mkutano 3/4 mtu ambaye ataendesha Kenya, ataamuka saa ngapi ndio aendeshe Kenya? Na unajua nyinyi mnafikiri ya kwamba nawaingilia kwa bure. Mimi walisema jana, mimi niliwaambia situongee mambo ya maendeleo, wakasema hapana. Niliwaambia jameni, tafuteni sera, tafuteni agenda, tafuteni mpango, toeni maono ndio tuweze kushindana. Wakasema ati wao hawataki maono, hawataki agenda, hawataki mpango, ati agenda yao ni mimi William Ruto. Sasa kama munasema mimi ndio agenda yenu, karibuni, niko tayari. Tutapambana na nyinyi. 99% of the time nitafanyia kazi wa Kenya. 1% of the time nitadeal na nyinyi. William Ruto aka Githinji. Kama wewe unasema sisi tuko na akili ndogo, unatudharau sana. Kama within 3 years kazi yote Kibaki alifanya ya masomo umeharibu. Kazi ya matibabu Uhuru Kenyatta amefanya umeharibu. Biashara zote umeharibu. Watoto umesema wapigwe risasi kwa mguu. Biashara zote zimeharibika. Wewe Githinji unaambia wa Kenya ati wakupatie nafasi ati you can make Kenya a first world country. How? Wanasemekana ikina Kalonzo hawana akili, Rigiji hawana akili. Sasa wewe mimi nakuuliza, mtu ukiwa na akili, upewe serikali mahali watoto wanaenda shule, kesho watoke shule hawaendi shule, hiyo ndio akili kweli? Uko na akili kubwa sana. Wagonjwa hawana chakula hospitali, madawa hakuna. Wewe ni mtu wa akili sana. Barabara kama hii tulikuwa tunafanya hapa nyoka, hata hii Mama Road hapa Murang'a tulianza na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta ikwame. Nini ni watu wa akili zaidi. Wale wako na akili zaidi. Barabara kama hii Keno Marwa, when we were in government, this plan tulikuwa, I was the chairman of the government projects when we were in government. We were saying hii ni kitu cha kumalizika in 2 years tumemaliza. Sasa wale wako na akili nyingi bado wako nayo huko. Sijui kama ni akili na wazidia manikazi. Wako na akili nyingi hao. Sasa tumefika mahali tuongozwa na watu wale wako na akili nyingi, polisi na goons wanatembea pamoja. Hao ndio watu wako na akili. Hapo tunafanya nchi yetu inakuwa namna hiyo. Mpaka we are becoming a laughing stock kwa sababu tuko na watu wako na akili.
Sasa wale hawana akili ndio tumeangalia kutoka kwando. Wale wako na akili nyingi ni wale wanaweka polisi pamoja na goons, and you hope you will have a stable country. Jamani, tuache hii sarakazi. Let us come together, turudi pamoja. Sisi tuna mpango. Wakenya tupe serikali, muone vile tutapanga hii maneno. We will return Linda Mama. Ile ilikuwa inafanya na Mheshimiwa Uhuru na Mama Margaret Kenyatta, tutarudisha Linda Mama. Hii sarakazi ya SHA hii, we will fix it. Hatutakuwa na shida hii ambao watu wako nayo. So we know what needs to be done.